Sehemu ya kwanza: mlango wa majira. Sikuwahi kuamini kwenye ndoto mbaya mpaka ile usiku wa kwanza ilipotokea. Naitwa Kito. Mtaa wangu uko chini ya mlima wa Kigurunyembe, Morogoro. Maisha yangu yalikuwa ya kawaida: shule, nyumbani, kazi ndogo ndogo za hapa na pale na michezo ya video jioni. Kitu pekee kilichonifanya nijisikie niko hai zaidi ni kompyuta yangu ndogo niliyoitengeneza mwenyewe kwa vipuri vya mitumba. Ndani yake kulikuwa na ulimwengu wangu wa faragha, programu nilizoandika, picha nilizochora na mlango. Ndiyo, mlango. Nilikuwa na tabia ya kuchora milango ya ajabu, milango ya kale, milango iliyojaa ishara. Sijui kwa nini nilivutiwa nayo, lakini mlango mmoja uliokuwa na maandishi ya kale yaliyoonekana kama mchanganyiko wa Kiarabu na Kilatini ulianza kujirudia mara nyingi kwenye ndoto zangu. Kila usiku mlango huo ulikuwa ukinisubiri. Mara ya kwanza nilijaribu kuufungua. Ulilia kama umefungwa kwa maelfu ya miaka. Lakini usiku wa 4 mlango ulijifungua. Nilijikuta nimesimama mbele ya msitu mweusi wenye mvuke mzito wa kijani unaocheza angani kama moshi wa ndoto. Chini ya miguu yangu palikuwa na mchanga mweusi kama makaa. Nilisikia sauti yangu mwenyewe ikisema, usiangalie nyuma Kito, ukigeuka utasahau kila kitu. Sikujua kama ni ndoto au ni zaidi ya hapo, lakini nilitembea mbele, niliingia. Katika msitu ule nilikutana na viumbe waliokuwa kama binadamu lakini si binadamu, wenye macho mekundu, vichwa vikubwa kama vinyago vya Wachaga na sauti zilizovuma kama upepo wa baharini. Waliniambia jina langu si Kito tena, bali mwanzilishi. Waliniambia kuwa kila kitu kinachoandikwa, hata kwenye picha, huumba ulimwengu, na kwamba mlango niliouchora ulikuwa haukuruhusiwa kuchorwa mpaka miaka 1000 iishe. Nilipowauliza kwa nini mimi, walinyamaza. Kisha mmoja wao, mrefu, mweupe kama giza la alfajiri, akanisogelea na kusema, uliandika jina lako kwenye mlango, sasa mlango umekuchora wewe. Hapo ndipo mabadiliko yalianza. Nilianza kuona matukio ambayo sijawahi kuyaishi: vita ya kale, moto mkubwa kwenye jumba la kifalme, mtoto anayelia peke yake kwenye gala la magurumudu ya kale, na mwanamke aliyevaa mavazi ya dhahabu aliyekuwa akinililia nikiwa nimejeruhiwa. Kila picha ilikuwa hai, ilinionyesha mimi katika nafasi tofauti, zama tofauti, lakini kila mara nilikuwa nikikimbia kitu. Na cha kushangaza, nilipoamka kutoka usingizini, mikono yangu ilikuwa na vumbi la mkaa na kitandani mwangu kulikuwa na jani la kijani lenye unyevunyevu kutoka msituni. Je, huu ni ulimwengu wa ndoto au nimefungua mlango wa kweli ambao haukupaswa kufunguliwa? Je, wale viumbe walikuwa marafiki au walikuwa wakinitumia kufungua kitu kikubwa zaidi? Huu ni mwisho wa sehemu ya kwanza katika hadithi ya Kito. Usikose kutazama sehemu ya pili ya hadithi hii ya Kito kwa kubonyeza kitufe chenye maneno yaliyoandikwa subscribe.